Ndugu mtazamaji, katika hali iliyoibua mshangao na mabishano mapya kimataifa, shirikisho la soka la Iran FFIRI limetangaza hatua yake ya kuwasilisha malalamiko rasmi dhidi ya shirikisho la soka duniani FIFA, likidai kuwa mipango ya ushiriki wao katika kombe la dunia la mwaka 2026 inafanywa kuwa ngumu kwa makusudi na waandaaji wa mashindano hayo. Taarifa kutoka vyombo vya habari nchini Iran vinasema kuwa Tehran imekasirishwa na uamuzi wa kamati ya maandalizi ya mji wa Seattle, jimbo la Washington nchini Marekani, ambako Iran inatarajiwa kuvaana na Misri mnamo tarehe 26 Juni mwaka 2026 kutangaza mchezo huo kama Pride Match ili kuunga mkono jamii ya LGBTQ, yaani watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, wakati wa wiki ya maadhimisho fahari, yaani Pride Week. Mwenyekiti wa shirikisho la soka la Iran, Mehdi Taj, alinukuliwa na shirika la habari la ISNA akisema kuwa Iran na Misri zote mbili zimewasilisha pingamizi dhidi ya utambulisho huo wa mchezo ambao aliuita kitendo kisicho na mantiki na chenye lengo la kuunga mkono kundi fulani maalum. Ingawa Taj hakutaja moja kwa moja nembo au maudhui ya ugeni yanayolalamikiwa, televisheni ya taifa la Iran imesema kuwa Tehran itakata rufani rasmi kwa FIFA kupinga hatua hiyo. Iran imeendelea kusisitiza msimamo wake mkali kuhusu suala hilo, ikikumbushia kwamba ushoga ni kosa la jinai nchini humo na unaweza kuadhibiwa hadi hukumu ya kifo. Kwa upande mwingine, Misri, licha ya kutokuwa na sheria ya moja kwa moja inayokataza ushoga, imekuwa ikiwakabili watu wanaodaiwa kujihusisha na vitendo hivyo kupitia sheria yake mpya pana inayoelezea makosa ya uchafu. Huku sitofahamu ikiwa bado haijatulia, mashirika ya habari yameripoti kuwa baadhi ya wachezaji wa Iran wanaweza kukumbana na matatizo ya kupata visa, yaani vibali vya kuingilia nchini Marekani, kutokana na historia yao ya kulitumikia jeshi la Iran, ikiwemo kikosi cha walinzi cha mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, ambacho Marekani ilikitangaza kama kundi la kigaidi mnamo mwaka 2019. Taj Mehed amesema kuwa tayari wanafanyia kazi uwezekano wa kuwa na wachezaji mbadala ambao hawapo katika vikwazo vya Marekani. Kombe la dunia la mwaka 2026 ambalo litafanyika Amerika ya Kaskazini katika nchi za Marekani, Canada na Mexico litakuwa ni ushiriki wa 7 kwa Iran katika historia yake. Timu hiyo imepangwa kundi G pamoja na Ubelgiji, Misri na New Zealand katika mashindano yatakayochukua siku 39 kutoka Juni 11 hadi Julai 19. Tayari mvutano wa kisiasa kati ya Iran na Marekani ambao umedumu tangu kuvunjika kwa uhusiano wa kidiplomasia mnamo mwaka 1980 umejidhihirisha hata kabla ya kipenga cha kwanza kupulizwa. Iran iliyojiondoa awali katika draw ya upangaji wa makundi, ikipinga kukataliwa kwa visa kwa baadhi ya maofisa wake kabla ya kubadili uamuzi huo baadaye. Kwa ujumla, hoja ya Iran imegeuka kuwa zaidi ya suala la kandanda. Imeibua mvutano unaohusisha tamaduni, sheria za ndani za nchi zinazoshiriki na maamuzi ya waandaaji wa kombe la dunia, yani FIFA. Wakati FIFA ilitarajiwa kutoa tamko lake, bado haijulikani ikiwa uamuzi wa Seattle utabadilishwa au la. Jambo lililo dhahiri ni kwamba mchezo wa Iran dhidi ya Misri sasa umebeba uzito unaozidi mpira wa miguu na unatarajiwa kuwa kipimo cha namna mashindano ya dunia yanayoendelea kukumbwa na mijadala ya kijamii na kisiasa inayovuka mipaka ya michezo. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndiyo Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.